Hilary Chirchir ni ndugu yake marehemu Beatrice ambaye aliuliwa juzi. Hapa ni nyumbani na kisa hicho kilifanyika juzi saa 3:20. Niliitwa hapa nyumbani na jirani, akaniambia dada yako ameumizwa na unatakikana kwenda kuona yeye. Tukatoka hapa nyumbani tukasafiri hadi huko alikoolewa huko Kamreito. Tukapata ameuliwa. Tulipata mwili wake ndani ya nyumba akiwa amekufa na damu ilikuwa inatoka kwa mdomo na pua. Tulingoja askari wakafika baada ya saa chache. Tukachukua mwili hadi Kapkatet mortuary. Tuliuliza nini ilitokea. Tukaambiwa na ndugu ya yule jamaa mwenye aliua kwamba walisikia nduru. Waliposikia nduru wakakuja hapo. Kufika wakapata jamaa huyo ako ndani na dada yetu amekufa ako chini. Wakapiga nduru, wanakijiji wakakuja. Huyo jamaa akatoka kwa nyumba na akatoroka. Sasa tukaenda pale, wakaingia ndani, wakajaribu kumwona kama bado yungali hai, lakini alikuwa ameshakufa. Wakapiga nduru, watu wakafika, tukaitwa, tukaenda pale. Tukamwona, tukaangalia kweli ameuwa. Ni kama alishika shingo, alinyonga yeye na akapiga na kifaa kwa kichwa na akauma sehemu ya uso. Tunakemea kitendo hiki ambacho dada yetu aliuliwa na tunataka haki itendeke. Tunataka sheria ichukue mkondo wake. Tunataka huyo jamaa ahukumiwe. Kitendo ambacho alikifanya ni cha kinyama. Aliua mama wa watoto wawili. Watoto sasa hivi hawana mama. Tunataka haki ifanyike. Haki ifanyike. Na naitwa Mheshimiwa Busianai Dennis. Mimi ni MCA wa area hii, Chemagel Ward, Bomet County. Mimi ni jirani. Pia beside mimi kuwa MCA hapa, ni jirani ya familia hii ya Beatrice, Madam Beatrice mwenye aliwawa, na tumekuja hapa na tulisikia asubuhi ya jana kwamba mtoto wetu ametuaja na aliwawa. Tuna condemn gender based violence ambaye imeongezeka katika nchi hii. Kila mtu ako na haki ya kuishi katika nchi yetu, na constitution yetu na sheria kwa jumla inalinda kila Mkenya aishi. Na kama kuna jambo la kutatua, pengine kuna mzozo, kuna njia ya kusuluhisha jambo hilo. So nataka niseme wote, familia yale changa pengine wako na issue, iko njia ya kufuata ya kisheria. So nataka niseme ya kwamba tuna condemn kwa sababu imekuwa common katika nchi hii. Kila wakati tukifungua news tunaona kuna mtu mmoja ameoa member wa familia yake, na hata wengine wanaua watoto. So nataka niseme asante kwa family kwa kuamua haraka kuleta watoto, ili watoto walindwe kutokana na vitu yenye pengine ingetokea pia. So nataka niseme asante kwa familia kwa ile uamuzi yenye aliamua. Kwa sasa familia wanakaa wanapanga, tuone ni nini kingine itafuatilia. So tunangojea family waseme huyu atafanyiwa postmortem siku gani, alafu atazikwa lini. Otherwise nataka niseme pole kwa kila mtu.